Asante sana kwa nafasi tena. Kwa majina naitwa Charles Marucha Nyangoto, ambaye anaongea ni kijana mkubwa wa mzee mwenye kumocho kwa miaka 5 kutoka 2020. Ile time ya corona ndio baba yetu alifia hapa KTLH. Tukafanya matanga kama kawaida, tuka-arrange tukakuja hadi nikakuwa na pesa za mchango. Tukakuja kuona Kilianezi ndio tukuje kuchukua mwili. Kufika nilipata kama kuna makaratasi zimeingia ndani zinasema hiyo mwili isifanywe nini, isiende kuzikwa. Tukaangalia nikapata is my cousins wameweka, anasema kama malipeni tumechenga ni kwao, lakini baba yetu amekufa with 68 years. Hakuna mmoja sema hiyo shamba ni yao, lakini baba yetu vile aligundua yeye aliambiwa hapo ni kwako na hapo ndipo alichenga. Mpaka nilikuja kufikiria kumbe hao watu walianzanga vita kitambo. 2002 nyumba yetu ilichomwa. Hata yenye wamepomoa leo asubuhi. Kwa wamekuja na watu wamehaya kutoka Magena, wamekuja na zile lungu za Manzai na visu. Mimi ni kitu ya hata MC aliniambia. MC mwenyewe alijaribu kuniguide sana. Akaniambia tunafanya usipigane na watu. Msifanye kitu mbaya. Baki tunafanya chukua clip, chukua kila kitu vile inafanyikana vile nyumba itaangushwa tu chini hivyo. Kutoka nyumbani. Hivyo ndivyo nilifanya, nikachukua hiyo clip nikatoka. Sasa hao wasichana wao wenye wameweka kesi, waliweka kesi ya babangu. Tumeshinda tukienda kotini kutoka hiyo mwaka. Walienda wakaanza kuuza shamba yenye babu yetu waliwapeanga genuine. Sasa wako na title deed mbili. Kumbe baba yetu malipenya tumeishi hatukuwa ikuwa na title, na baba yetu si yule mtu alikuwa kutafuta kuanza kuuza vitu zake. Kuna vile walikuwa wameshamfanya. Sasa sisi tumegrow hapo tu, hatujaishi mbali na nyumbani. Tumegrow tu hapo, hajaisikia mambo na shamba. Hao wasichana wamekuja ile siku ya baba yetu amekufa ndio wametoa namba, wanasema tati hii shamba malipenya mnaishi ni kwetu, tuko na title. Sasa sisi tukashangaa mambo tena imetoka wapi, na tumegira tuisikia kitu kama hiyo. Tukaanzana na kesi. Sasa tumefanya kesi kotini, kumbe maadvocate hapa Kisii wamekuwa private. Na ile shamba wenye hao wasichana wanasaidiwa na chief. Chief mimi mwenyewe hata advocate wangu aliniambia enda chief akuandikie identification nini hiyo barua ulete ya kuidentify nyinyi ni watu wa hiyo mzee wenye ambaye amekufa kwa mochwadi na andike majina yenu. Chifu akanikana nikamweleza. Chifu akaniandikia, akanituma akaniambia ndo andike majina yenu ya baba yako, ya mama yako na watu wenu 7 wote. Nikaandika nikaleta. Nilipomletea kwa ofisa akaniandikia barua nichukue kwa advocate ndio asimamishe hiyo fiction hao wasichana kwa wameshashinda. Chief akaniwekea stamp kwa ile majina. Hakuenda kuniandikia barua, akaniwekea stamp. Nikamuuliza chief nilikuwa nataka chief yo chini ile barua ya ofisi. Nikaenda kuchukulia advocate akasema sasa hivi chifu Chief akitaka kuandikia barua, hiyo barua inaitwa ile barua ya identification of the estate of the deceased. Estate of the deceased, you cannot defend a case if you are not a child of the deceased. You say defend it or when let me continue in English so that there are a lot of people don't understand KUC. You should get something called an ad litem. An ad litem is a document that identifies you as a child of the deceased, or as a wife to the deceased, or as a relative to the deceased, where you have not been identified directly as a beneficiary to the deceased. So that letter was very necessary. Now that the chief has refused, I think there is an hierarchy in administration. You go, we call them after the chiefs, DCC, Deputy County Commissioner. Then if the Deputy County Commissioner refuses to write the letter, you go to the commissioner, to the county commissioner. Kwa hivyo chief hapa ako na shida hapa. Yeah, kwa sahi hapo unaona kama chief ako na shida. Kwa sababu you cannot proceed without that letter. Aende kwa DCC, aende kwa commissioner aandikiwe hiyo barua, because the commissioner can write that letter, or even summon the chief and explain as to why he didn't do the letter. So many people are going through a lot because wanaona watu wako na weakness, wanateka advantage. Kama baba yao hajazikwa for 5 good years, wapi utu by the way? Kwa nini watu hawana roho? Yaani mtu amekuwa akiishi kwa life yake vizuri, alafu after amekufa hakuna hata place ya kuzikwa. This is bad. We need to occupy guys.
Yeah, so twende nalo, wacha Mungu atatuongoza kwa hii. Hii ni kubwa sana by the way. It's bad. Nataka hii kitu iende viral dunia nzima. Hii ni problem ya dunia yote. Hata Eric Omondi tutampigia simu. Hello MVP. Tunaomba ukuje kwa platform. Kuna jambo tunataka usikize huyu jamaa vile anaongea, kama unaweza toa ushauri. Ukuja tu utasikiza, watu ni wengi baba yake alikufa 2020. Alafu amekaa mochari since 2020. Familia madada wa anko yake wamekatalia shamba, so ana mahali penye atazikwa, na hiyo kesi ilienda kotini, watu wakaongwa pesa kotini. Ukuja tu utasikiza huyo jamaa hapa kwa live. Thank you sir. Thank you. Kama Peter Kioi anaweza fanya maandamano kwa ile kanisa ya ule pasta mpakaji, sembuse hapa. Papand Virus anakuja in 2 minutes hapa kwa live. Alafu pia Crispin Otieno atatafutwa. Tujue mbona hakuweka maneno wazi. We need to know mbona alikatazwa kuficha the coverage. We need to know. Hii ni disaster ya dunia. Kama baba ya mtu anaweza kaa mochari since 2020. Sijui hao watu mnatuma request, shida yenu ni gani? Sijui kama mko na vichwa mzuri. Hao watu mnatuma request, sielewi kama vichwa zenu ni mzuri. Sijui kama mnatumiaga akili. Sijui kama mko na akili mzuri wale mnatuma request. Hebu tulia. Mimi mtu nataka hapa ni Peter Kioi is the person nahitaji hapa akuje. Team MVP. Yes. Peter Kioi, Papand Virus. Nataka watu wakuje hapa. Papand Virus nimempigia simu, amekuja. This is Papand Virus. Thank you. Nikimpigia simu anajua ninamhitaji. Karibu Papand Virus. Nashukuru ndugu yangu. Asante. Peter Kioi. MC Shata. Kuja. MC Shata, Peter Kioi MVP. Andika hapo Papand Virus. MC Shata. Yes. Na wahitaji nyote hapa. Ndio niwaambie kitu nataka mnisaidie. Hatutaki pesa. Peter Kioi MVP kuja tafadhali. Nimeita Peter Kioi, nimeita Papand Virus kwa simu, Peter Kioi nimempigia kwa simu, na pia watu wengine wanakuja. Kwa sababu hii sasa ni problem ya dunia, si problem ya Kisii tu. Team MVP, karibuni hapa juu. Usikize hili jambo. Moderators, angalia Peter Kioi, mlete hapa juu. Papa, naomba huyu jamaa kwa hapa juu kwa screen. Sami Ngari.
Samingare. Sijui kama umefika Samingare. Papa Antivirus, nimekuwa katika platform hii nikiwa na mambo yangu hapa kule. Tukasikia kuna jamaa hapa, huyu anaitwa King Pondex, ako na problem. Na shida ako nayo si ya pesa. Ni shida ambayo imeguza kila mtu. Kama ni ya pesa tungekuwa sahi tumefika hata 200,000. But ni problem ambayo imemshika huyu jamaa, ameshindwa mbele wala nyumba. Samingare, nimekuona, karibu. Papa, ninaomba kwa dakika kidogo kwa sababu najua uko kwa shoot. Huyu jamaa aeleze story yake kwa lugha ya Kiswahili, watu wengine wasikize polepole na pia tumupe ushauri. Karibu Bonex.